nyama inaleta kansa. Akaambia kijana aliyefundisha, sisi tumekusomesha, kwani wewe uko na akili kuliko wa madaktari? Nyama inaleta kansa aje? Akamwambia nisiwahi kuona unafundisha ujumbe kama gani kama hii na ukome kabisa. Hakumaliza miaka 2 mzee wake kansa ya throat, mama kansa ya tumbo. Anatafuta ule waliohubiri, mtumishi uko wapi, tunatamani tusaidie kushinda hii kansa. Akamwambia niko mbali, siwezi kusaidia, ningetamani. Saizi yako futi 6 kwa kukaidi ujumbe wa nani? Wa afya. Ujumbe wa afya. Cheza na sauti ya Mungu inapozungumza, mpendo, utalipo baadaye. Ndio Mungu anasema kwamba tuondoe uchafuo, lakini Mungu anasema hata ukipika na moto gani, hizi chafu zote haziwezi toka, si ndio? Anasema this is not a best diet for man, this is not the ideal food for man. Ukiweza achana na hii, rudi katika chakula cha kwanza Mungu alipatiana, uishi miaka mingi. Ungetamani kukufa mapema ama uishi miaka mingi? Acha nione wenye wanataka kufa mapema. Umeogopa kifo. Wenye wanataka kuishi maisha marefu Yesu akiwaelekeza. Sasa siburudi kwa chakula cha Mwenyezi Mungu. Mtumishi maliza andiko, tuendelee kumalizia, kuna vitu ziko hapa mbele sasa tumalizie. Inasema umejidhoofisha kwa taabu. Mungu anasema umejiteza sana kwa taabu, lakini kuti yake nyingi haikumtoka. Haikufanya kumtoka. Unajitesa. Ndio unaona watu wanauliza sasa, huyu mhubiri anasema nini? Kwani chakula na wokovu kinaingiana wapi? Mtumishi, unajua kuna mtu atakuuliza hivyo. Unajua ukikula ikiingia kwa tumbo, unaona tu unamaliza, ukiweza unaenda choo, si ndio? Unaona imefanya nini? Imeenda choo. Hebu sikiza Yesu vyenye alisema, Marko 7:15. Inasema hakuna kitu kilicho nje ya mtu. Marko 7:5 Yesu na 15 inasema hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi. Bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Mtu akiwa na masikio ya kusikia. Yesu akamaliza akasema, ukiwa na sikio la kusikia nasikie. Akawaacha mkutano akaenda. Wanafunzi jioni wakamkujia Yesu. Yesu, kuna kitu ulisema imetukura akili. Mstari wa 17. Inasema hata alipoingia nyumbani ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano. Akawaambia, hivi hata ninyi hamna akili? Yesu alikusudia wanafunzi wamejua. Hivi hata ninyi hamna akili? Amfahamu ya kwamba, akarudia lile jambo tena, amfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia akiwezi kumtia unajisi. Ndio ukikuru unasema akiniharibikie, bora tu kinaingia tumboni kisha kwa sababu akimwingia moyoni ila tumboni tu kisha chatoka kwenda chooni. Na kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Hapa ndio balaa imekuja. Watu wanasema Yesu alitakasa kila kitu. Sasa tukule tuko kipindi cha Agano Jipya, si ndio? Yesu kusema hivi alitakasa kila kitu. Yesu anasema wewe ukiona chakula ukikula unadhani inaingia tumboni, ukiweza unaenda choo, si ndio? Lakini Yesu anasema kinachofanya reaction ianze kukutoka ndio inakufanya unakuwa na makosa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Unanajisi mwili kwa njia gani? Maliza andiko. Inasema kwa sababu akimwingia moyoni ila tumboni tu kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Sasa tutakuja kuona madhara. Sasa watu wanasema alitakasa vyakula vyote. Ndivyo watu wanaimba, wanasema Yesu alitakasa kila kitu kwa Agano Jipya, si ndio? Tuulize Yesu basi, unazungumzaje basi? Ulitakasa kila kitu. Wako Timotheo wa kwanza 4:4 mtumishi. Inasema kwa maana Timotheo wa kwanza 4:4 inasema kwa maana kila kiumbe cha Mungu. Kila kiumbe cha nini? Cha Mungu. Kila kiumbe cha Mungu. Kila kitu unaona dunia kinatambaa, nyoka nini, ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Endelea. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Wala hakuna cha kukataliwa. Hakuna cha kukataliwa kama ikipokewa kwa shukrani. Wanasema wewe bora umeombea tu ni kizuri machoni pa nani? Pa Mungu. Wanasahau mstari wa 5. Hebu sikiza mstari wa 5. Kwa kuwa kimetakaswa kwa neno. Kumbe kabla ni kule kinafaa kutakaswa na nini? Na neno. Neno ikikubali nifanye nini? Inasema ina neno la Mungu na kwa kuomba. Kumbe inayoanza ni maombi ama ni neno? Ni neno itakase. Sasa chunguza neno. Biblia imekubali, ikikubali ombea. Kama haijakubali usiombe, kula ukufe. Unaona
venye Mungu analeta ujumbe wake. Unaona kwamba Mungu anasema wewe huoni madhara mtumishi, si ndio? Huoni nini? Madhara. Tunakuja kwa madhara kidogo sasa, angalia. Ndio Mungu akaongezea pia kuna wanyama hawafai kuliwa. Mtumishi, kuna wanyama hawafai kufanya kuliwa. Walawi 11 kwa haraka mtumishi, masaa imeenda sasa. Inasema Walawi 11 mstari ni ule wa 4. Inasema pamoja na hayo wanyama hawa, kuna wanyama Mungu alipiga marufuku wasifanye nini? Wasiliwe. Wanyama hawa hamtawala katika wale wenye